أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا ربي. Ni fursa ingine na siku ingine aliyotupa na kutubarikia Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamuomba ya Rabbi atujalie katika wale tutakaotumia masaa yetu atakayoturuzuku leo kwa vile anavyoridhika yeye ya Rabbi. Ndugu wapenzi, ukumbusho wa leo, nafasi yako ijue duniani. Una nafasi hapa madhali umeletwa. Allah subhanahu wa ta'ala katupa dunia, katupambia dunia, kaitengeneza vizuri na kila kitu kabla hatujafika. Kwa hivyo hii dunia tunasema ni madrasa. Hapa ndio utaona mengi, utasoma mengi, utapitia mengi. Hata watu pia utakutana nao wengi, wengi sana. Lakini kaburini utakuwa peke yako. Ukifufuliwa utakimbia peke yako mahakama ya Rahman, na utahukumiwa peke yako na kuhesabiwa peke yako na kulipwa peke yako. Yatakayokufaa ni yale mema uliyofanya kwenye hii madrasa, hii skuli ya dunia, hii shule ya dunia. Kwa hivyo tuko hapa, ijue nafasi yako ni ipi, ulioamrishwa ni yapi, uliokatazwa ni yapi. Usikoroge mambo ukataraji maisha mazuri baada yake. Sote tunaelewa ukifanya mazuri unapata mazuri, ukifanya mabaya unaangukia pabaya. Kwa hivyo dunia lazima tuichunge sana. Mambo ni mengi ya kutudanganya, binadamu ni wengi wa kutupoteza, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hatajua, hakutuacha tu hivi hivi. Ametupa akili, akatuletea mtume sallallahu alaihi wasallam, akatuletea kitabu, akatufahamisha kila kitu. Mazuri ni yapi, mabaya ni yapi. Ni mimi na wewe binadamu tuijue nafasi yetu iko vipi fi dunia. Tusikoroge dunia, isitughuri dunia, isitudanganye wala waja wake. Ukiwa unataka kujua utukufu wako kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tazama ni kazi gani kakupa Allah, yapi yanayokushughulisha. Maana utajijua wewe ni nani kwa yale unayoyafanya. Utajijua wewe ni nani kwa wale unaofuatana nao na kufungamana nao. Utajijua wewe ni nani kwa yale unayoyapenda na yale unayoyachukia. Unapomkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye anakukumbuka sana, na alikukumbuka kabla hata wewe kumkumbuka yeye. Unapomtaja yeye anakutaja, tena sio tu kwa waja bali kwa malaika, kwa kila alichokiumba anakutaja. Kila ukimdhukuru Allah ndo vile daraja yako inapanda na vile imani yako inazidi. Inapokushughulisha Qur'ani, huwa anataka kukusemesha. Ukafungua Qur'ani ukasoma, unamsikiliza Allah anakuambia nini, anakueleza nini, anakukataza nini, anakupa habari gani za waliotangulia, walifanya nini na ikawa vipi. Unaposhughulika kwenye mambo ya kheri yoyote yale, anataka kukuweka karibu yake, akuvute karibu. Hata akikupa ibtilaati, mitihani, pia huwa anakuvuta karibu yake. Ya ama ulijisahau binadamu, dunia ikakubeba, waja wa dunia wakakubeba, lakini Allah akakukumbuka, akakupa mtihani mdogo hivi ili urudi nyuma na umkumbuke Allah na ufanye uliokuwa umeletewa hapa kuyafanya. La sivyo binadamu atapotea, akiachiwa tu hivi atapotea. Kwa hivyo Allah akikupa mitihani, akikupa kazi ya kufanya kwenye mambo ya kheri, huwa amekupenda, anakukumbuka uwe karibu yake. Lakini anapokushughulisha na mambo ya dunia, anakuacha mbali.
maana wewe ndio uloipenda hiyo dunia. Ilokushughulisha zaidi ni dunia, sio mambo ya kule unakoelekea, kule unakokwenda. Ukitaka dunia, dunia kaipa kila kitu Allah subhanahu wa ta'ala, lakini akhira kawapa wale anaowapenda, na inshallah ndio sisi. Akikuelekeza kwenye mambo ya kheri, Allah kakupenda, kakuchagua. Lakini wale unaowaona dunia imewashughulisha, wameipenda zaidi dunia, wakapenda machafu, wakapenda mabaya, wakapenda dhulma, usifikiri wanafanya yale wako kwenye starehe. La, wamechagua yale na Allah akawasogeza kule, akawaachilia mbali. Allah anampenda yule anayempa akhira na kumpa mazuri. Allah akikujalia ukawa na marafiki wazuri, kwa kuwa aliitizama nafsi yako unapenda mazuri. Ikiwa hutaki mazuri, unataka tu ya dunia, mambo yeshe, anakusukuma kwa marafiki waliokuwa wabaya, kwenye mambo yaliyokuwa hayana maana, ukapoteza masaa yako uliopewa, ukawa hujui umefanya nini. Siku ikimalizika unajiuliza mwenyewe, nimefanya nini leo? Masaa yamekwenda mbio? La, masaa hayaendi mbio. Masaa 24 ni yale yale tokea dunia iumbwe na mpaka itakwisha. Hayakuwa zamani 30 wala 40, na hayatapungua wala hayatazidi. Lakini ni mimi na wewe, vipi tunaiangalia dunia na vipi tunapanga mambo yetu na masaa yetu. Tunapoteza wakati mrefu sana kwa dunia na mambo yake. Bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhirah khairun wa abqa, wal akhiratu khairun wa abqa. Allah anatuambia imewashughulisha sana dunia ambayo haidumu, lakini mkaisahau akhira inayodumu. Mtaka kwenda kuishi milele. Unataka ukaishi maisha gani milele huko? Ni leo hapa, ndugu mpenzi, uiangalia dunia kwa macho yaliyokuwa ya sawa. Usiangalie kwa macho yale unaoyapenda wewe, la, yanaotizama haramu zote. Unaposhughulishwa na mambo ya watu, anakuondolea utukufu wako. Ikiwa utakaa duniani ushughulikie mambo ya watu, fulani kafanya, fulani kasema, fulani kenda, fulani karudi, wewe unaangalia ya watu, ya kwako yanakushinda, basi Allah subhanahu wa ta'ala anakuondoshea utukufu. Hata ukitamani vya watu, usitamani. Unachokitamani muombe Allah subhanahu wa ta'ala, kama kina kheri akupe, na kama kina shari akuletee chenye kheri. Lakini ukiangalia mambo ya watu na yakakushughulisha, yatakupotezea wakati, na wakati ni umri. Au ukajifunga sana na binadamu kwa kuwataka msaada na kuwaomba saa zote, au kutamani walivyo navyo, hautatosheka. Kwa hivyo wewe, Allah atakuachia tu mpaka mwisho, utukufu wako utaondoka. Utasemwa kwa vibaya, utafanyiwa mabaya, maana umeshughulika na mpaka uyub nas. La, sote tuna mambo yetu, tuyatengeneze kwanza, tuyaangalie. Wapi nimekosa, nirudi. Wapi sijafanya mazuri, nizidishe, nifanye. Maana wakati sio wetu. Dunia ina wakati wake, ina masiku yake na miaka yake. Hatutoishi vile tunavyotaka sisi, lakini tutaishi vile anavyotaka Allah, kwa masaa na masiku aliyotuandikia. Kwa hivyo ikiwa wewe unajua anytime, saa yoyote utakumbukwa na utachukuliwa, kwani tunapoteza wakati? Kwani tunasema bado mimi nitafanya, halafu mimi nitafanya nikiwa mzee? Unaweza ukaufikia uzee, lakini afya ya kufanya lolote huna, ikawa tena ni hasara tu. Umepoteza ujana wako, na uzee wako pia unakuja, huwezi kufanya lolote. Kwa hivyo kama tunajua kuwa masaa yetu yana hisabu maalumu, tusiyapoteze, tusiyarushe ovyo ovyo. Tutumie kila dakika kwa kufanya yale yanayomridhi Allah, na si turidhike. Binadamu haridhiki na lolote, hatosheki na lolote. Hasemi basi mimi sitaki ziada, la, anataka ziada. Tunaomba ziada saa yote. Tulionao hatujashukuru. Dunia tuliopewa hatuitizami kwa vizuri na tukaishi vizuri. Dunia ni njia tunapita ya kwenda akhera. Bila ya kupita hapa hatutofika akhera. Na hata wale waliotangulia mbele ya haki, waliofariki, hawajafika bado huko. Wako njiani, wamekaa transit.
kama vile wewe unavyosafiri safari ya mbali, ikawa ndege haikwenda moja kwa moja, lakini imepitia mahala, mkapumzika, mkashuka. Mara nyingine waweza ukakaa hata siku nzima au siku mbili, tena safari ikaendelea. Na barzakh ni muda ambao haujulikani, maana tokea waliokufa wa kwanza mpaka waliokufa sasa hivi wote wamekaa pamoja hapo hapo chini, wanangojea, wanatungojea sisi tufike, wanangojea saa ifike. Allah akituamsha atatuamsha sote pamoja, aliyekufa miaka 100, aliyekufa siku 100, aliyekufa dakika 100, sote tutaamka pamoja. Kwa hivyo ikiwa tunajua kuna maisha mengine ambayo tutapumzika kwenye kaburi, unataka ukapumzike vipi? Angalia haya yaliyokushughulisha huko duniani, ikiwa ni mema na mazuri na ukayafanya, basi ujue mapumziko yako kaburini yatakuwa mazuri. Mwenyezi Mungu atujalie. Utapumzika vizuri, utalala vizuri, utapata neema nyingi za kaburi zipo. Lakini kama leo tukiharibu dunia yetu tukaichafua, alafu tukailaumu, dunia imeharibika, dunia mbaya. La, dunia haiwezi kuharibika, maanake Allah kaitengeneza vizuri. Binadamu ndio anaharibu dunia. Allah subhanahu wa ta'ala anasema bima kasabat aidin nas. Hii dunia tunaipeleka juu chini, tunaifanya tunavyotaka, tukafikiri tunaweza kuibadili. Hatuwezi. Ni sisi tubadilike, tuone neema ya dunia aliyotupa Allah, neema ya maisha ulionayo. Utajiri si kuwa na mali, sio kuwa na watoto wengi, sio kuwa na chochote, lakini utajiri wako ni nafsi yako kuwa imetosheka na imeshiba na imekubali, ikawa radhi kwa yale aliyopangiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kitu kikubwa ni afya. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe afya, na hiyo afya pia tuitumie vizuri, maana kuna wengi wamepewa afya lakini wanaitumia vibaya. Wamepewa manguvu lakini wanafanya yale ambayo yanamkera Allah, na wao wakakereka na watakereka zaidi. Kuna binadamu wengine wameletwa duniani kukera watu, kuudhi watu, maana ndio nia zao wanazotaka hizo, wanaotaka mabaya. Allah hamkusudii mtu mabaya, wala Allah hamsukumi mtu kwenye mabaya, lakini sisi binadamu huwa tunachagua nini, maana tumepewa hiyo fursa ya kuchagua. Tumepewa fursa tuchague njia gani tutapita, mambo gani tutafanya. Unapenda nini? Unaambiwa ya Allah chagua, lakini natija utakayoipata ni kwa yale uliyoyachagua. Kwa hivyo kuna wale walioibeba dunia juu ya vichwa vyao, wakanyanyasa watu, wakadhulumu watu, wakafanya ya kufanya ya nafsi yao na nafsi za watu. Wamesahau kufa, wamemsahau Allah, wanasahau kuwa wataiacha dunia. Kwani hatutizami wengi tuliokuwa nao leo wako wapi? Wafalme, majabari, wakubwa, matajiri, wote wamekwenda bila ya chochote. Kuna tajiri gani unayemkumbuka aliozikwa na mali yake? Hakuna, wala haitotokea. Kuna nani alikuwa jabari siku ya kufa akasema mimi nitajizika mwenyewe, nitajiosha mwenyewe? Hakuna. Ikiwa leo unaoga mwenyewe, unavaa mwenyewe, lakini kumbuka dunia ikibadilika, masaa yakiisha, siku ikifika, hautaweza tena kujiosha mwenyewe wala kujivisha mwenyewe. Utataka watu wakufanyie yote, utawahitajia watu. Kwa hivyo leo kaa na binadamu wenzako kwa vizuri kwenye hii dunia, kwenye hii madrasa, kwenye hapa mahala penye kazi, maana hapa ni kazini, tunafanya kazi. Kaa na wenzako, mufanye yaliyokuwa mazuri, muhimizane yaliyokuwa mazuri. Sisi umma bora na tunahimizana mazuri, tunakatazana mabaya, lakini kwa nasiha iliyokuwa nzuri, kwa moyo uliokuwa msafi. Huwezi kujifanya wewe bora kuliko wengine, ukawatoa watu makosa na kuwatolea ukali na kuambia mwafanya hivi, mwafanya vile, mtaingia motoni. Kwani moto wako? La. Allah hapendi awatie waja wake motoni. Lakini huyu binadamu ikiwa hasikii atafanywa nini? Wewe una mtoto wako kila siku akikukera na kufanyia mabaya, unafurahi? La, ufurahi. Unaweza hata ukamfukuza, ukamwambia nenda zako, sitaki kukaa na wewe maana husikii. Lakini Allah hajakufukuza wewe. Ukikosa anakutaka, anakurudisha, ukirudi kwake anakurudisha na anakupokea vizuri. Ni sisi binadamu tu
turudi kwa Allah vizuri na tufuate njia iliyokuwa imekaa sawa na mambo ya sawa tukiyafanya, utaona vipi dunia ni tamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema aljanna huna, pepo iko hapa 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 chini ardhini iko pepo. Pepo ya mu'mina ni kufanya yale yanayomridhi Mola wake na yakaridhika. Kwa hivyo ikiwa leo hatujafanya mazuri, dunia itakuwa ni moto. Wengi wanalalamika dunia mbaya, dunia imeharibika, dunia hivi, dunia vile. Kwa nini tunailaumu dunia? Na dunia imeumbwa na Allah. Allah hafanyi mabaya, hatengezi vibaya. Sisi ndo tunaharibu yale tuliopewa mazuri, tukayaharibu, tukafanya tunayoyataka sisi mabaya, alafu tukalia, tukalalamika, haturidhiki. La, kwa kile ulichopewa, ulichopangiwa ndani ya dunia, ipange dunia yako vizuri hivyo hivyo. Angalia nafasi yako iko wapi alipokuweka Allah. Angetaka Allah sote tungekuwa matajiri, mamilionea, bilionea, lakini la, ingekuwa sio maisha hayo. Mtasema labda sote tungekuwa matajiri ingekuwa kheri. La, haingekuwa kheri, tungemsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mitihani kila aina Allah anatupa ili turudi tumkumbuke. Aliyepewa utajiri kapewa amana, ataulizwa habari yake. Aliyepewa afya nzuri kapewa amana, ataulizwa. Aliyepewa watoto kapewa amana, ataulizwa. Kwa hivyo na wewe uliopewa yako ya kiasi chako, na kila mmoja kapewa yake ya kiasi chake. Lakini tujue vipi tutaridhika kwa yale tuliopewa. Ukishughulika kwa ilmu, ikawa imekushughulika, elewa anataka umfahamu bora Allah ni nani. Akikusukuma kwenye ilmu ukakupenda Allah, maana anataka ujue, anataka upate hikma, anataka usome na unataka umuelewe Mola wako ni nani na yapi aliyokutuma na kwa nini amekuweka hapa. Kuna binadamu wanaishi kidogo tu duniani alafu anawachukua. Kuna wengine wanaishi mpaka miaka 100 na karne za zamani wakiishi zaidi miaka 1000 na kitu, mamia kwa mamia. Kwa hivyo Allah anajua mwenyewe time gani anakuweka. Kwa hivyo akikusukuma kwenye ilmu, na ilmu ndio chanzo cha kwanza cha kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala, na binadamu kujifahamu nafsi yake na kwa nini yuko hapa na wapi atakwenda na nini itakuwa baada yake. Sisi tunaamini kuwa kuna siku ya mwisho, kuna siku ya malipo, kuna siku ambayo Allah atatutia kwenye pepo zake za Firdausi, ya Rabbi tujalie. Na huko mengi ametuandalia, tunayasoma, katueleza na tunayapenda, tunayaomba tuyapate, lakini lazima tutumike vizuri hapa duniani. Dunia anasema ni madrasa, dunia ni njia unapita. Sasa hii njia yako unaopita itakuwa ni njia nzuri au ni njia imejaa maporomoko na milima na mawe na uchafu? Maana yapo mauchafu mengi duniani yanafanywa na hawa binadamu, na hao binadamu wengine ndio wao sababu ya wenzi wao kupotea, wanawaita kwenye mabaya. Kwa hivyo chunga nafasi yako duniani, unatembea na nani, unasikilizana na nani, unafungamana na nani, maana hao ndio watakaokuwa marafiki zako. Unatafuta rafiki wa aina gani leo uko duniani? Ni yapi anakushughulisha? Basi kila mmoja atazame ni yapi yaliyomshughulisha leo. Kila mtu anaijua nafsi yake. Hakuna mtu atakutengenezea wewe nafsi, ni wewe uitengeze nafsi yako, akili yako, maisha yako. Watakukimbia wote kesho, yauma yafirru almar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Watatukimbia kesho. Leo wanatubabaisha wengine, wanatughuri wengine, wanatudanganya, lakini kesho watakwambia mimi sikukuita, ulikuja mwenyewe. Hata huyo ibilisi ambaye tunamsingilizia ibilisi, kesho atasema wala talumuni walumu anfusakum, msilaumu laumuni nafsi zenu, mlinifuata, mliniona. Leo tukimwona ibilisi unafikiri tutamfuata? Tutamkimbia. Mbona jambazi tunamkimbia? Mbona mchawi tunamkimbia? Mwizi tunamuogopa, wadudu tunawaogopa, wanyama chungu nzima wako tunawaogopa. Basi na binadamu pia wako wengi tunawaogopa, na ibilisi ndio mkubwa, tumuogope. Maana Allah katupa onyo kubwa, inna shaitana lakum adu fattakhidhuha aduwan. Hatumuoni lakini vituko vyake tunavielewa.
Kwa hivyo ikiwa wewe itakushughulisha dunia yako, nafasi yako iwe saa yote unamkumbuka Allah, hata Ibilisi atakuogopa wewe, atakukimbia, atasema huyu mimi si rafiki yangu, huyu mimi si mwezi. Tufuate yale tuliyofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, adhkar, istighfar, saa yote hizi ndio zinamfukuza Iblis, shetani. Usimlaumu tu na huku hukai karibu ya Mola wako. Ukikaa kando anakufata, ukijishughulisha na mambo ya dunia yaliokuwa sio ya kheri anakufata. Saa nyingine hata ukifanya kheri anakujia, anakwambia basi jisifu, waeleze watu nini anataka kukuharibia, iwe riaa, iwe ni majivuno, iwe ni kibri. Kwa hivyo tuijue nafasi yetu vipi. Allah subhanahu wa ta'ala hana sifa ya dhulma na kaiharamisha dhulma kwa nafsi yake na baina ya waja wake. Kwa hivyo hatudhulumu, ni sisi tunazidhulumu nafsi zetu, lakini anatazama nyoyo zetu, hatizami sura zetu zimeelekea wapi, zinataka nini, tunapenda nini, tunampenda nani. Tena anatuelekeza huko ambako sisi twapenda, kukiwa kuzuri tukashika mazuri, na Mwenyezi Mungu atuhidi ya Rabbi. Wewe ukadhani una starehe na furaha za dunia za ukorofi na za haramu, lakini hakuna starehe kwenye haramu. Unahasirika, unapotea ukiyapenda mabaya ya dunia, usifikiri ni raha, hizo ni starehe. La, wanaopenda shirki, wanaopenda dhulma, basi wajiulize vipi watakutana na Mola wao kesho wakenda, watasema nini, watajitetea vipi? Maana leo Mwenyezi Mungu anatuona, malaika wanaandika, ukienda wanaandika, ukisema wanaandika, ukifanya wanaandika, hawasahau. Sio kama sisi tuna khalif amri za Allah nyingi, lakini malaika la, hawamuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wao wanadhani maisha yao yatakuwa mepesa wakifanya mabaya. Binadamu la, unajitia kwenye dhiki, unajitia kwenye balaa, unajitia kwenye hasara, la upate lolote. Udhani maisha yao wakiharibu maisha yao duniani na kesho watastarehe, la, au maisha ya watu watastarehe, la. Wanaoyafanya yote watakwenda yakuta. Allah anasema mkirudi kwangu mtaonyeshwa kila kitu. Basi aina almafar, wapi mtakimbia? Hakuna kwa kukimbia. Leo labda duniani utakimbia mji unaoishi, utakwenda mji mwingine unaokimbia watu, unakimbia mambo ya mji ule. Lakini tukishafika akhera, wapi utakimbia? Aina almafar, utakimbia wapi? Ndio ushafika, ndio mwisho wa mambo, ndio mwisho wa story, ndio mwisho wa maisha. Halafu sasa tunakwenda maisha ya kweli. Sasa maisha ya kweli ndio maisha ambayo tuyatengeneze leo, ndugu wapenzi. Leo tujiweke sawa, na ukikosa urudi kwa Allah, umuombe msamaha. Ukiwa hujui, uliza ahli dhikri in kuntum la ta'lamun. Usifanye tu mambo kukoroga, ukaharibu ibadati zako, ukaharibu maisha yako. Uliza, ufanye yaliyokuwa ya sawa. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuhidi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atuhidie vizazi vyetu ya Rabbi, atuelekeze kwenye njia yake ya Rabbi, atuchague katika waja wake wema leo duniani na kesho akhera ya Rabbi, aturithishe mabustani yake mazuri aliyotuandalia ya Rabbi, na tukifika makaburini mwetu pia makaburi yawe mabustani ya peponi, tustarehe humo kwa muda tutakaokaa mpaka tuamshwe. Walhamdulillahi Rabbil alamin.